Hello guys, what's up everyone? This is SMB from Safina Capital. Na hii video nataka kukupitisha kwenye platform ya Trading Terminal na kukuonesha baadhi ya mabadiliko mapya ambayo yamekuja ambayo yana impact some traders na watu ambao walikuwa wanatarajia kuja kuanza kuitumia hii platform. Mkumbuke kwamba hii platform rasmi kabisa ilianza mwezi wa 9 na wakati inaanza ilikuja na ofa nyingi sana. Na mimi ni katika watu ambao nilitumia muda wangu kuweza kuhabarisha rafiki na jamaa zangu kuhusiana na hii fursa kwamba guys, the platform is new, the starting capital or starting fee is very minimum, kwa hiyo kila mmoja mwenye kuweza ajiunge. Na bahati nzuri hata walioanzisha platform akiwemo founder mwenyewe Andrew Aziz alikuwa akisema hapa na pale kwamba baadhi ya huduma zikianza, kwa sababu platform ilikuwa imeanza na kuna baadhi ya huduma zilikuwa hazipo. Kwa baadhi ya huduma zikianza, bei ya platform kwa mwezi itaongezeka, na hata account ya F50 ya funded training account nayo itakuwa bei yake itaongezeka. Na hiko of course ndio kilichotokea. Kwa hapa nataka nikupitishe kwenye mabadiliko mapya ambayo yapo sasa hivi kwenye platform ya Trading Terminal. Jambo la kwanza, wakati platform inaanza, malipo ya mwezi, subscription fee ambayo ni ya kila mwezi, ilikuwa ni $59 kwa mwezi tunalipia. Na sasa hivi ili kupata premium plan, of course ndio premium plan, tunalipia $59 kwa mwezi sisi ambao tulianza mwanzo kulipia hivyo. Na ile alilisema kwa wale ambao watajiunga mwanzoni watabakia kati ya kulipia $59 kwa mwezi hadi yani unlimited, yani wataendelea kulipia bei hiyo. Na wale ambao watachelewa watakuja kulipia hiyo ambayo itakuja baadaye, na iliyokuja ndio hii $99, almost $100 kwa mwezi. Na ukilipia hii $99 leo, maana yake ndio utapata hizi features zote ambazo wameziweka hapa, na vile vile utakuwa eligible to purchase a 50k funded training account ya $50,000, $50,000. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi wa mwanzo, kama mtakumbuka, na hata kwa wewe ambaye haukumbuki, ambaye haukujua hii fursa, hii account ya 50k tulikuwa tumepewa bure kama unaweza ukasema zawadi, kutokana na kuwa watu wa mwanzo kuijua platform na kuitumia. Kwa hiyo it was like an offer. Tulipata account ya $50,000 bure. Kila mtu ambaye alijiunga kwa kulipia $59 tu aliweza kupata hiyo account. Na sasa hivi ili uweze kupata hii account ya $50,000 lazima uinunue, kama ambavyo nitakuja kuonesha sasa hivi punde. So ukiangalia, kwa hiyo ni $99 sasa hivi kwa mwezi utakuwa unalipia, gharama imeshaongezeka. Na kumbuka kwenye account ya $50,000 baada ya kuinunua, ambapo bei yake sasa hivi ni $300, labda nikuonesha hapa. Mimi nita login kwenye account yangu. Hapa ili nikuonesha hiyo account ya $50,000 bei yake sasa hivi inauzwaje. So okay, naomba login. Naona inachelewa kidogo, sijajua kwa nini, anyway, lakini okay, sha login tayari. Okay, kwa simulator nakuja section ya simulator. Alafu nitakuja account rules and facts. By the way, chat zina load hizo hapo. Nitakuja account facts and rules. Yes, hiyo hapo, kitu iko hapo, sawa. Haya, sasa hivi account ya $50,000 inauzwa kwa $300 au $299. Ndio mimi nasema ni $300. Na ukumbuke kwamba ukishanunua hii account ya $50,000, sawa, utaitrade hiyo account kwa muda wa miezi mitatu. Na baada ya miezi mitatu, ile profit utakayokuwa umetengeneza, profit itakayokuwepo, utakayokuwa umegenerate, utaweza kulipwa hiyo profit. Ambapo sasa hivi maximum
profit ambayo unaweza kulipwa ni $10,000. Umeona? Maximum profit ambayo unaweza kulipwa ni kiasi gani? $10,000. Ushaona? Kwa account yako ya $50,000 una keep the profit maximum ni $10,000. Maana yake ni nini? Ikitokea umepata chini ya $10,000 utalipwa hiyo uloipata yote. Labda umepata $5,000 baada ya miezi 3 siku 90. Utalipwa hiyo $5,000. Kama umepata $6,000 utalipwa hiyo $6,000. Ikitokea umepata zaidi ya hiyo, umepata labda $15,000, pesa utakayolipwa ni $10,000 pekee. That is the maximum amount. Kwa hiyo kiujumla sasa ili fursa sasa uipate, kiujumla itabidi ulipie kiasi gani? Ina maana $100 ya kila mwezi kwa ule mwezi wa kwanza utalipia kwa mwezi wa pili, utalipia kwa mwezi wa tatu. Itakuwa ni $100 ngapi? $300. Ukijumlisha na hii $299 ambapo ni kama $300, itakuwa ni $600. Kwa 300 ya account ya funded account na 300 ya kulipia kila mwezi unalipia $100. Shaona? Yes. Na hii account ya funded inakuja na masharti, na masharti yake ni kama hivi ifuatavyo. Masharti sio magumu, lakini sio magumu. Ni masharti ambayo unaweza kuyakeep wala hayana changamoto. Unaona? Iko hivi, hii account inaitwa $50,000 50k funded account, starting equity yake ni $12,500. Kwa maana hii $50,000 inapatikana kwa kuzidisha $12,500 mara 4, ambao ni 4:1 margin. Kwa maana buying power yako ndio inakuwa $50,000, lakini starting equity inakuwa ni dola ngapi? Ni $12,500. Na maximum drawdown ni $2,000. Maana yake ni nini? Hii starting equity ambao ukizidisha mara 4 ndio inakuwa $50,000, haitaki kupungua zaidi ya dola ngapi? $2,000. Ina maana ikipungua $2,000 automatically hiyo account utaweza kuendelea kuitrade, lakini mwisho wa siku 90 hautaweza kulipwa hiyo faida itakayokuwa imepatikana, kwa sababu utakuwa umeviolate hiyo sheria ya drawdown. Kwa hiyo nataka umanage risk vizuri, wanakupa $12,500, inabidi ujitahidi usipoteze zaidi ya $2,000. Ukipoteza zaidi ya $2,000 utaweza kuendelea kutrade, kufanya mazoezi, lakini mwisho wa siku 90 hautaweza kulipwa. Nadhani hiyo ni sharti moja kubwa sana ambalo ni muhimu sana kulizingatia, kwa sababu kama ukifanya hayo makosa unaweza kujikuta unaendelea kutrade, una matarajio kwamba utakuja kupata pesa, alafu at the end auji kulipwa, na shangaa imekuaje. Kumbe hii sheria hapa ambayo ilikuwepo au kuizingatia. Sasa hii account hii $2,000 cash, ina maana ukizidisha mara 4 inakuwa ni $8,000. Kwa ina maana katika hii buying power $50,000, maana yake buying power yako isipungue $42,000. Na nadhani kuna sehemu wameandika hapa wameandika vizuri hapa kwamba buying power minimum kabisa ni $42,000. Ukishuka chini ya $42,000 kinatokea kitu gani? Anasema if your buying power drops to 42, your position will be liquidated and the trading will be restricted for the remainder of the day. You will not be eligible for payout. Ina maana ikitokea buying power yako imeshuka mpaka $42,000, position yako itakuwa liquidated na hautaweza kutrade katika hiyo siku. Kesho yake utaweza kuendelea kutrade na hautokuwa umequalify kupata payout kwa hiyo account mpaka ureset, na unaweza ukareset, wanakuruhusu kureset ukitaka kureset. Sawa? So starting equity ni hapo, drawdown ni hapo, na payout are made at the end of 90 days period if you are there to all rows. Naona the maximum payout is $10,000 per account. Hiyo ndio maximum payout ni $10,000 kwa account moja. Lakini vile vile kuna masharti madogo yakiwemo ni kwamba hii account pamoja na kwamba utalipwa baada ya siku 90, siku ambazo inabidi utrade, idadi ya siku ambazo itabidi utrade ni siku 36. Tukumbuke kwamba katika mwezi mmoja kuna trading days 20 mpaka 23. Kwa sababu trading days ni zile weekdays peke yake. Umeona? Kwa katika mwezi mmoja kama tukisema 20 kwa miezi 3 kwa siku 90, na maana kutakuwa na trading days 60. Kwa katika trading days 60 inabidi utrade at least siku 36. Hiyo ni sharti moja ambalo sio kubwa sana, na mimi utaweza kulinani
Lakini vile vile sharti lingine ni sharti gani muhimu? Kwamba trading is only allowed during market hours, regular market hours. Manake ni yale masaa ya kawaida ya market, kuanzia saa 3:30 New York Times au Eastern Standard Times mpaka saa 10 kamili jioni ET, Eastern Standard Times, ET au sometimes wanaita EST. Sawa. Kwa hiyo kitokea sasa umeshuka zaidi ya $2,000, kitu gani ambacho kitatokea? Au zaidi ya $8,000 buying power, kitu gani ambacho kitatokea? Ili uweze kuwa eligible again kwa ajili ya payout, ili uweze kuwa eligible again kwa ajili ya payout, itabidi tena ulipie tena $3,000. Sijui umeona? Sorry, ulipie tena $299 au $300. Kwa hiyo inabidi umanage risk yako vizuri, ili ikitokea umefanya nini, umevunja ile sheria, ili usivunje sheria. By the way, inabidi umanage risk vizuri ili usivunje sheria, na ikitokea umevunja sheria, jua kabisa itabidi ulipie $300 nyingine ili uweze kuanza tena ku trade na uwe eligible kwa ajili ya kulipwa baada ya siku 90. Kwa hiyo swala lako linakuwa ni endless, sasa linakuwa halina mwisho. Kila siku unaanza siku 90 mpya, kila siku unaanza siku 90 mpya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya makosa ya uzembe, kutokumanage risk vizuri na kupoteza ule mtaji ambao umefanya nini, umepewa. Na utaona hapa kuna button mpya imekuja ya start new funded account. Ikitokea mtu umedisqualify, account yako imesha disqualify, basi utaweza button hii kwa ajili ya kuanza upya, kufanya nini, kuanza upya trading journey yako, lakini itabidi ulipie $300. So that is the big challenge ambayo ipo, kwamba ile cost and investment imeongezeka sana, tofauti sana kipindi kile ambacho tulikuwa tukipiga kelele na mimi nikiwahimiza jamani jisajilini kwenye hii platform. Gharama ni $59 tu kwa mwezi, account ya $50,000 unapewa bure. Umeona? Kipindi kile kulikuwa kuna unlimited resets, japokuwa baadaye wakaja kulimit kidogo reset ziwe mwisho 3. Free reset zilikuwa. Sasa hivi reset yoyote ukitaka ku reset kuanza upya ni $300 unalipia. Kwa hiyo gharama imeongezeka zaidi. Kwa hiyo anasema reset any times, kwa maana ukidisqualify itabidi ureset, ndio hiyo unalipia $300. Unaona? Yeah. So all in all, pamoja na kwamba gharama imeongezeka, ukiniuliza mimi platform gani ambayo ipo sokoni inaweza kupa ile atmosphere na experience nzuri ya kutrade kama unavyotrade kwenye live account, I think Trading Terminal mpaka sasa naona wamejitahidi sana. Wametengeneza platform nzuri sana ambayo inakupa real life experience ya trading. Na hii swala kwamba kuna payout wameiweka ndani ya hiyo miezi 3 inachochea na inaongeza vile vikolombwezo kama kuwa na emotion, kuwa na fear, kuwa na greed na kila kitu. Kwa hiyo the platform is a simulator wakati una trade, lakini ile experience inakupa, to be honest, is the real experience ambayo naamini utaweza kuitransfer into your live account once you are ready to do that. So that's all about Trading Terminal and all new features ambazo wameziweka. Lakini katika I cannot say like features because features jazielezea sana. Feature kubwa mpya ambayo wameadd ni hapa Market Atlas, ambao ni save of course itakuwa nadhani pre-market imefunguliwa, kwa hiyo panaweza pakawa na activities zote, lakini Atlas is one of the best feature ambayo inaweza kukuonesha liquidity levels ziko wapi, sehemu gani, katika bei gani kuna buyers wangapi wanataka kubuy, katika bei gani kuna sellers wangapi wanataka kusell. Kwa hiyo unakuwa unaziona hizo liquidity, na mara nyingi tunajua kwamba price huwa ina follow liquidity. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuweza kuziona zile potential moves either side kutokana na hii Market Atlas ambayo wameiweka hapa katika platform yao. So I think it's one of the best platform to use and to learn trading. So thank you very much. Kumbuka kushare video, wahabarisha watu wengine kuhusiana na hii fursa. Bado mimi naamini kwamba hii ni fursa kubwa sana, kwa sababu katika hali yoyote ile ukiniuliza mimi, kama unalipia $300
na hizo dola 300 zingine kwa miezi mitatu, jumla dola 600. Potential ya kupata dola 10,000 maana yake ni yani ni faida kubwa sana. Imagine unawekeza dola 600. Dola 600 kwa pesa ya Tanzania sasa hivi ni kama milioni 1.5 ya Tanzania shilling. Dola 10,000 ni milioni 25. Hebu wewe jiulize ile swali la kufungia hii video yangu. Uwekezaji gani ambao utauweka? Utawekeza dola 600 au milioni 1.5 ya Tanzania, alafu baada ya miezi mitatu huo umepata milioni 25. Naomba niambie uwekezaji gani huo ambao utaweza kukupa hiyo hela. Kama uwekezaji kama huo upo, basi hebu na mimi niambie na mimi nikawekeze. Lakini tofauti ni kwamba uwekezaji huu ni potential. Una potential kupata mpaka dola 10,000, lakini sio lazima uipate. Lakini kwa mtu ambaye anao ujuzi tayari, amejifunza, anajua vizuri, hii dola 10,000 anaipata. Mfano hata mimi tayari 10,000 tayari ishapatikana. Maana na dola 13,000 sasa hivi kwenye akaunti yangu. Maana ujuzi ninao, nimeweza kuipata, na bado nina siku nyingi kabla siku 90 hazijafanya nini, hazijakamilika. Kwa kama unajua kutrade, ni kitu kizuri sana ambacho kitakusaidia. Lakini vile vile hata kama ujui, mimi sikudiscourage kwamba usijaribu au usifanye. Kwa sababu gani? Kwa sababu unawekeza dola 600 kwa miezi mitatu ya kwanza, si ndio? Unajifunza. Ukija kulipia tena miezi mitatu mingine ya pili, tayari ushajua, unatengeneza hela. Kwa hiyo utakuwa umewekeza jumla dola 1,200. Alafu potential kupata ni dola 10,000. Bado ina make a lot of sense kwa upande wangu. Kwa hiyo bado ni fursa ambayo hata kama umechelewa kidogo, gharama zimeongezeka na nini, lakini bado fursa ni kubwa sana, potential ya profit ni kubwa sana. Na bahati nzuri au jambo zuri zaidi ni kwamba kila ukimaliza siku 90 zako za kwanza, unayo chance ya kuanza upya siku 90 zako zingine. Ukimaliza siku 90 zako za kwanza, unayo chance ya kuanza upya siku 90 zako zingine. Kwa hiyo yani ni fursa ambayo itaendelea kuwepo. Hatujui kama kutakuwa na mabadiliko huko mbele kwamba wata limit mtu ukishapata payout mara moja mara mbili labda usiendelea ama vipi, lakini mpaka sasa hivi tunajua kwamba ukipata payout unaweza kuingia tena baada ya siku 90 zile zimekamilika za kwanza, unaanza upya siku 90 zingine. Umepata payout, unaanza upya siku 90 zingine. Kwa hiyo the opportunity is endless, to be honest. So goodbye. Usahau kushare hii video, kulike na kusubscribe. Share kwa watu wengi zaidi wajue hii fursa, waweze kuja huku kwenye Trading Terminal, waweze kujifunza trading stocks katika soko la Marekani na kuweza kupata hiyo dola 10,000 kila baada ya siku 90. Asante na kwaherini. This is SMB.